Na leo nataka nihubiri about the power that raised Jesus from dead. Bwana Yesu asifiwe. From dead. Bwana Yesu asifiwe. The power that raised Jesus from the dead. Nguvu zilizomfufua Yesu kutoka kwa kifo. Ama ni aje? Nani atatafsiri hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuhubiri leo about the power that raised Jesus from the dead. Nani atasafiri Kiswahili nayo. Bwana asifiwe. Nguvu ambazo zilimfufua Yesu kutoka kwa wafu ama kwa kifo. Si ndio? Hizo ndizo nataka kuhubiri siku ya leo. Jambo la kwamba ni kuambia kwamba last time kuna wakati tulihubiri about the Holy Spirit. Na haiko tofauti sana na hiyo, kwa sababu when the Holy Spirit enters in you, Bwana Yesu asifiwe, anaanza kufanya kazi katika maisha yako. Kuna mambo yanafanyika katika maisha yako. Kitu cha kwanza tumeambiwa asubuhi ya leo, hapo hapa. Tukaambiwa ya kwamba zile vitu zinatuzuia katika maisha yetu tufike to our destiny ama tupate zile vitu tunahitaji ni pride. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba unang'ang'ana ndio ufike to your destiny, lakini katika barabarani pale unakuta ya kwamba kuna waves zinakuja. Badala ya kufocus na kule unaendelea, unakuja kuangalia waves na unaanza kusema ya kwamba na hizi zitanifarisha, zitafanya. Una change from ile focus ambayo uko nayo, unaanza kufikiria vitu zingine. Wanadamu tunafail kwa sababu ya kufocus na vitu zingine. Na vitu vingine tuliambia kwa wakati ni kwa Bible school ya kwamba hazikuchagi hivyo tu. Kiburi kikiingia ndani yako, hata wito na Yesu sahi hautaamini huyo ni Yesu, utasema hiyo ni uongo. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani ya roho Bwana pewe sifa. Yaani mimi naangalia mtu anaitwa Petero anapoitwa na Yesu. Haamini ya kwamba wewe ni Yesu anamuita. Anaona kama ni jokes. Unajua vitu zingine zinatuangusha, tunaona kama ni jokes. Yesu anakuambia ni mimi Joe. Na wewe umemtest, umemjaribu. Bwana Yesu asifiwe. Ukamwambia kama ni wewe Yesu niite. Nimetoka nje kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Unasema kama ni wewe Yesu niite. Na Yesu anakuambia ni mimi Joe. Unatembea juu ya kiburi tu. Unaanza kuangalia kando na kando. Na kuangalia na kando unaona vitu zinakuzamisha. Bwana Yesu asifiwe. Na kuambia siku ya leo nimefunzwa jambo na ninasikia kwamba nimetoka nikiwe kiumbe kipya. And I thank you so much. Nitakuita pastor. Naamini ya kwamba utaendelea kuinuka katika jina la Yesu na Bwana atakutendea mema. But today I'm preaching about the power that raised Jesus. That power that raised Jesus, I want to tell you today, it is in you. Bwana Yesu asifiwe. The good news about that power is that iko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. As long as the Holy Spirit is in you, that power that raised Jesus from the dead is in you. Bwana Yesu asifiwe. Let us read from the book of Romans chapter number 8 verse 11. Verse 11. Sijui nani atasomea na Kiswahili tusikie. Ndio mtu asiendage na uoga kwa hii barabara, kwa hii maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Na ni Mungu gai imeni. Haleluya. Mutasema imeni mzuri. Haleluya. Yes, nataka kusikia hiyo. Ndio mtu asitembeane kama hohehae katika maisha yake. You have to read this. Read this from today. Dokana tebe na buaya. Nani anasomea? Mnagira microphone. Mapatie microphone. Mapatie microphone. Haraka tu. Mapatie microphone. Mwenye anasoma tusome Romans chapter number 8 verse 11. Mama Susan tusome kama yako imepatikana. Nataka
kusikia kutoka kwenu. Biblia inasema nini? Ningependa isikuwe ni yangu inaongea mambo. Isikuwe ni yangu inaongea mambo. Romans 8 verse 11. Yes. Lakini ikiwa roho wake yeye aliyemfufua Yesu Kristo wafu anakaa ndani yenu. Yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Amen. Kwa roho wake anayekaa ndani yenu. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwells in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal body by his spirit that dwells in you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Mimi nataka kusema nini? Wakati tunatembea katika maisha hii, tunapaswa kujua ya kwamba roho aliye ndani yetu atahuisha miili yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui nani anaweza kusomea Kikuyu ndio tujue kuhuisha ni kusema nini. Nani ako na Bible ya Kikuyu? Wewe tutasoma na jeni kama goro inayo. Tujue na Kikuyu kuhuisha ni kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Lazima ili wewe ukitembea katika maisha, menyangati jua kwamba una hizo nguvu. You can declare a thing and that thing iweze kukua. Remember when God alikuwa create dunia, kuna vitu vingi hakuumba. Aliumba mwanadamu peke yake, lakini vingi ni kusema alisema. And remember the Bible says that we are gods. Sisi ni miungu kwa dunia. Bila natuza sisi ni miungu. So we have that power to declare a thing and that thing is established. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tudoma gira na Kikuyu. Patie mic. Tuiwe hawe roho ati 11 verse 11. Ati uliokete aje? Uliokete Yesu. Oh, tegwa wega tukathome totari Mugikuyu. Akiuma kore akuo. Atoraga Mugikuyu. We Mugikuyu. Atoraga thĩinĩ wa nyure. Ucio aliokete Kristo Yesu ni wewe Kikuyu Mungu. Jaribu tu, angana tu. Kuna kitu nataka kutoa hapo. Angĩkorwo roho wa Ngai ũrĩa ũriũkĩtie Yesu kuma kũrĩ akuũ atũraga thĩinĩ wanyu rĩ. Leta nisome. Nisome hapa. Wewe uliokete Yesu na reti Yesu. Wewe. Haya, inasema hivi, angĩkorwo roho wa Ngai ũrĩa wariũkirie Yesu akiuma kũrĩ akuũ atũraga thĩinĩ wanyu rĩ. Hii ni kusema ni nini? Angĩkorwo roho wa Ngai ũrĩa wariũkirie Yesu rĩ, akiuma kũrĩ akuũ atũraga thĩinĩ wanyu rĩ, ũcio wariũkirie Kristo rĩ, nĩakahe mĩĩrĩ yanyu, nĩakahe mĩĩrĩ ĩyo yanyu ĩkuaga muoyo nĩ ũndũ wa roho ũcio. Bwana Yesu asifiwe. Nisome tena. Na wewe utasoma na Kikamba, tusikia kama hapo inasema nini? Inasema hivi, Kristo angĩkorwo roho wa Ngai ũrĩa wariũkirie Yesu akiuma kũrĩ akuũ atũraga thĩinĩ wanyu rĩ, ũcio wariũkirie Kristo Yesu nĩakahe mĩĩrĩ yanyu ĩkuaga muoyo. Nĩakahe mĩĩrĩ yanyu muoyo nĩ ũndũ wa roho ũcio wake ũtũraga thĩinĩ wanyu. Nimeshika. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Biblia inasema kama but in the spirit of him, roho ũcio wa Ngai wariũkirie Yesu Kristo, maana atiriri, itatupea uzima, itatupea uhai.
itahuisha sisi, hii miili ambayo inakufa, Biblia inasema itatupea uhai. Because ilimpa Yesu uhai kutoka kwa wafu, sisi nasi itatuhuisha na tutakuwa pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mimi katika maisha yetu kuna vitu vilikufa, ama mwili wako wakati mwingine unasikia kwamba uko mdhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha kwamba katika ile kufa kwako, katika ile udhaifu wako, huyo roho aliyemfufua Yesu, Bwana Yesu asifiwe, atakupea uhai tena na uendelee na maisha yale ambayo ulikuwa supposed kuendelea naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. So wakati ambao unasikia kwamba hauna nguvu, wakati ya kwamba unasikia wewe, kumbuka ya kwamba kuna roho ambaye alimtoa Yesu kutoka kwa kifo. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni tamu. Haleluya. So inaendelea kusema hivi, kufufuka kwa Yesu is not just a story. Bwana Yesu asifiwe. It's not just a story. Ni msingi wa imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni msingi wa nini? Wa imani yetu. Imagine ukiamini ya kwamba that is kufufuka kutoka kwa wafu. Sijui unajua wale wamesoma, there is energy, there is power inatumikana kufanya kitu fulani. Even like right now kuna power inazungusha ile motor, maybe ya injini kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pewe sifa. In order that engine to move, or that power, or that car, or that lorry to move, there is something that generate power to make that engine to move. Bwana Yesu asifiwe. Leo ile sijui kama ninaongea yangu ama inaeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu zinatumika ndio machini iondoke iende. So ndio Yesu afufuke kutoka wafu, kuna nguvu zilitumika kumtoa katika kifo na kumleta katika uhai. So tunaambiwa kwamba hizo nguvu zitauisha miili yetu, zitoe mahali ambako tumekufa, ama mahali tuko chini, ama mahali unaona ya kwamba kuna vitu vinakuzuia, na kulete katika njia inayostahili. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo kufufuka kwa Yesu ni msingi wetu, ndiyo inatupeana mwelekeo, ndiyo inatupeana imani. Bwana Yesu asifiwe. You can try it. Sijui kama tunaelewana. Nasema hivi, je, ni nani? Are you getting something? I'm saying this. Uko katika hali ngumu ya maisha. Uko katika hali ambayo unasikia kwamba you cannot move on. You can't move on. Unasikia kwamba kuna vitu vinafanya, kuna siku moja nilikuwa mahali nasikia kwamba unataka kufanya kitu fulani, lakini hicho kitu huwezi kifanya kwa sababu kuna vitu vinazuia wewe ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia kwamba unataka kupanda from here na kupanda, lakini kupanda kuna vitu vinazuia wewe upande kwenda level nyingine. Bwana Yesu asifiwe. So tunaambiwa ya kwamba siku ya leo hizo nguvu zitatuwezesha, because that power is in us, because of the Holy Spirit. That power ziko ndani ya Kristo, ziko ndani ya Roho Mtakatifu, na kwa sababu hiyo Roho Mtakatifu, sijui niseme namna gani, Elijah anapotoka duniani, anapopaa mawinguni, kuna nguvu zilimuinua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Yesu anapotoka dunia kwa kifo, kuna nguvu zilimuinua. Hizo ninaongelea siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ambazo zilienda pale kaburini kwa Yesu. Unajua hiyo power, hizo nguvu hakuna kitu kiliro. Hiyo mawe hakuna mtu angerolo hiyo mawe ziweze kuondolewa kwa ile kaburi. Sijui mimi nataka muimagine hizo nguvu zenye ziko ndani yenu.
Bwana Yesu asifiwe. Nguvu zinaenda zinaondoa. Hakuna mtu ambaye anaondoa lile jiwe lililo katika kaburi ya Yesu, lakini kaburi la Yesu linafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ndizo hizo nguvu tunaambiwa tuko nazo. Nguvu za Roho Mtakatifu zinazoondoa hiyo mawe katika maisha yako. Yesu amefunikwa, ameuawa na akaambiwa ya kwamba hawezi toka hapo tena. Amefunikwa na kimawe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho wa Mungu ama nguvu zilizoko ndani ya Yesu zinasema la, zinaondoa jiwe. Yesu anatoka akiwa na utukufu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali tumewekwa na tukafunikiwa. Maybe na waganga na wachawi. Maybe na wale wako principalities wale wako katika ulimwengu wa giza. Authorities that wale wako katika ulimwengu wa giza wanasema ya kwamba hatutatoka. But because we have that power of the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Hizo milango zimefungwa zinaenda kufunguliwa. Hiyo mawe imewekwa katika maisha yetu inaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio inamaanisha ya kwamba those things that are hindering your life, those things that are oppressing you, Bwana Yesu asifiwe, zitaondoka kwa jina la Yesu, maana hazina nguvu na uwezo. Ndio kwa wakati mwingine mimi naangalia maybe katika maisha ya kwetu kuna vitu ambazo unaona kwamba Bwana Yesu asifiwe. Kuna ngoma unakuta kwamba nilikuwa na msichana mwingine tulikuwa na yeye watu nilienda tu nikikuruka hivyo tu. Mpaka nieleze kile nataka kuelezea. Mama amezaa watoto 10 na amezaa watoto 10. Lakini hakuna mtoto amepita class 8. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Yaani hata wazazi wenyewe hawakwenda shule na pia watoto wao hawajaenda hata wajafika class 8. Jua ya kwamba hiyo ni kimawe, hiyo ni mipaka. That is limitation. Hiyo ni limitation tumewekewa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanadada bwana atakuja siku moja kwa hii kanisa akaniambia kwamba nilisimama na nikasema ya kwamba zile nguvu zilimfufua Yesu bwana alisoma mahali. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio nikapata neno, nikapata ufunuo mahali pale. Zile nguvu zilimfufua Yesu. Lazima niachilie zifanye kazi. Nikate zile minyororo, zile vizuizi katika familia yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Saa hizi maisha yenye huyo msichana anakaa. Wacha nikwambie. Maana tunaenda saa nyingine asubuhi tunanibeba na gari. Ile gari inapepea hivi mpaka ninaanza nikiota naye. Bwana Yesu asifiwe. Ni vile inaenda. Yaani inaenda kama ni muhidi ile asika mwai hapa beba na SDA. Ile inakuwa unayakuagi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Yeye akasimama akasema ya kwamba sisi tumewekewa mipaka ya kwamba hakuna mtoto wetu anaenda apite class 8. Wengine wanafika class 4, wengine class 2, wengine class 3, wanaenda pale wanaolewa. Bwana Yesu asifiwe. So wamewekewa mipaka. Akasema ya kwamba nikapata ufunuo mkubwa sana, nikasema ya kwamba this is mine, this is not hii si yake. Maana maisha yenye anaishi saa hii Bwana Yesu asifiwe, si yale ambayo wazazi wake waliishi. Na sisi tunasema siku ya leo maisha yaliyoishiwa na wazazi wetu, Bwana Yesu asifiwe, watoto wetu hawataishi. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ambayo yaliishiwa na kina shosho na muka, I declare hatutaishi maisha hayo kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maana nilipata ufunuo na nikapata nguvu, nikawa na jambo. Nilikuwa nauliza Sunday itafika saa ngapi nikatangaze haya kwa jina la Yesu. Maana ninajua ya kwamba it is true, sometimes ni vizuri kutana na testimonies. Bwana Yesu asifiwe. Ndio uone ya kwamba it is true there is God in heaven. Usipokutana na miujiza hautaona kweli kuna Mungu mbinguni. Sometimes it is true, it is good uende ukutane na miujiza, ukutane na mambo yanafanyika, ndio uamini ya kwamba kuna vitu kuna Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe.
Na sio ati kuamini, unaamini kuna Mungu mbinguni, but it is strengthening, inakutia nguvu ya kuendelea. Unaenda ukisema ni kweli Mungu yuko, na ni kweli Mungu yuko. Mungu anapata sifa siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kumalizia. Tuendelee. Point number 1. That the power is the Holy Spirit. Ile power ninaambia kwamba hiyo power ambayo inamuinua mtu kutoka kaburini ama kulimuinua Yesu kutoka kwa kifo ni Roho wa Mungu. Tusome katika kitabu cha Acts chapter number 1 verse number 8. Chapter number 1. Acts, Matendo ya Mitume kanatumwo igoro na gikoyo atumwo imwe na muhari wa inyanya. Acts chapter number 1 verse 8. Na yangu inasema hivi: but you shall receive power after that the Holy Spirit, the Holy Ghost is come upon you. Ni ukamukira hinya, utapokea nguvu. Wakristo wenzangu, nataka kuambia hivi ya kwamba usiwahi jidharau. Bwana Yesu asifiwe. Mwana ni agosho. Usijidharau. You have power of the Holy Spirit in you. Sometimes unajua nikisikia bibi akitoa ushuhuda, bibi yangu akitoa ama mke wangu akitoa ushuhuda hapa, I thank God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Because sometimes mtoto anagonjeka, unakuta mama anatetemeka mpaka unashindwa kumfanyia namna gani. Bwana Yesu asifiwe. I want to declare today that you have power. Bwana Yesu asifiwe. I want you to know that you have power. You are carrying power in you. So nothing inaweza kukutetemesha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaweza kaa umetoka safari. I remember that day niliwaambia. I think niliambia wale tulikuwa ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Na tafadhali mkuje ushirika wa Wednesday. Wednesday tulikuwa hapa na tulikuwa tumejaajaa kwa wiki. Yakoba, nimetoka safari, nimekuta mtoto gai mwana niko inena line. Mwana hata hana nguvu ya kutapika. Yaani huku amechoka, ametapika akachoka. Sasa mama anahangaika asijue namna gani. Towekatia. Mwambia hii hakuna kitu hapa. Unajua wewe hudhagia maundo kuhudhia. Unajua wewe unapuuzaga mambo kupuuza. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio tunaambia kwa sana wa mama. Tunapuuza. Lakini wakati mwingine you have to demonstrate that you have kuna nguvu ambazo umebeba. Bwana Yesu asifiwe. And you can't do anything. Hata kama mtoto ni wa kwenda. You can't do anything. Kwa sababu siku imefika. Bwana Yesu asifiwe. But because of the power that you are carrying, you can declare something na huyo mtoto ajitembeze. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niliendea ile niliwaambia ile kaburukos. Bwana, ninaona vile mtoto wako. Na naona sasa mimi ndiye naangaliwa sasa na wewe na huyo mtoto na mama yake. Sasa sijui nifanye namna gani usiku. Nifanye namna gani? Mimi nilienda nikanunua hiyo kaburukos. Nikakuja nikiongea. Jehova, because unaona hata ni mimi wanaangalia. Na sina nguvu, na sina uwezo. Baba, mimi ni mchungaji, mimi ni baba, sijui niseme namna gani. Baba, naomba kwa ajili ya hii glucose irejeshe afya ya mtoto wangu. Itumie kurejesha afya ya mtoto yangu. Na ndio bibi ajue kuna Mungu. Baada ya kupea huyo mtoto tuwili. Bwana Yesu asifiwe. Maana ninaogopa, unaambia ukiogopa asitapike. Mtoto alianza kuruka. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto alianza nini? Na nikaenda safari yenye nilikuwa naenda the following morning. Hata imagine mimi hata sikulala ile kuyumba. Alilala akiza. Lakini mimi nilala usingizi kamili. Maana nililala kwa nini? Nililala kwa sababu nilijua ya kwamba mimi nishafanya yangu, Jehova nawe ingilia. Because sisi hatufai kuombea mtoto sana Masai, atuombee I declare. You have that power ya kusema mara moja ya kwamba ugonjwa unayosukua mtoto wangu toka na wewe. You don't belong to this body of my child. Bwana Yesu asifiwe. Because you are carrying that power. Bila sikuongea mambo mengi, niliona akianza kucheka.
Ndio hapo. Kai niambia hapo die ameanza kurukaruka gai. Mtoto wangu akamhibiria. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kusema nini? We have power. Tuko na nguvu zinazoweza kufufua mambo. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali mambo yako yaende vibaya ukiwa tumekaa tu hivyo. Je, si ndio? Hiyo kifua kwa jina la Yesu unakiguza. Unasema kwa jina la Yesu. That disease, hiyo mabitu ninaambiwa, it does not belong to you. You have power in you. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina la Yesu. Usisikie ati unaumwa na mguu ati usije ukiiba wewe unaumwa hiyo dikiria. Wewe ile saida unajua bila mbele watu nasemaga hivi. Wakati unasifu sana kitu, hicho ndicho kitaendelea kuwa kwa mawazo yako. Hiyo ndio imani ambayo itakuwa kwa mawazo. Yaani uendelee kusema kwamba mimi nimeambiwa mimi ni wa hyper. Na wewe unaendelea unajua mimi ni wa hyper. Mimi ni wa sijui wa nini. You will continue being a hyper person. Bwana Yesu asifiwe. Utaendelea kuwa mtu wa hypertension. Zote. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kusifu kitu. Wacha kusifu mimi ni wa sukari. Haleluya. Kuna wakati mwingine tunakosea mara tunasemaga ya kwamba unajua sukari yangu inakuwa ladha 7. Unajua sukari yangu kutoka lini? Yangu kutoka lini? Bwana Yesu asifiwe. Akakadolika hapo wewe. Usiseme ngidoliki hapo no ngidoliki akadoliki. Ndio unajua kuna mama moja 1990 something here. Nilikuwa mzuri, nilikuwa mkubwa. Alikuwa anashindana akisema kwamba inua mnyadewa akadoliki. Sasa hata hawezi pikia bibi, hawezi pikia bwana. Inua mnyadewa akadoliki. Inua mnyadewa akadoliki. Asima ikaingia. Bwana Yesu asifiwe. Maana akushindana akisema mimi ni wa kifu. Ikaingia. We have to sometimes ni vizuri kukataana na vitu zingine. Tujue sisi si watu normal. We are supernatural human being. We are not. Sisi ni watu walio na nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaamini hata siku ile nitakufa, mifupa yangu mtu atazibwa karibu na mifupa yangu na kufufuka. Because I'm not normal person. Ninaamini. Hallelujah. Kama Elijah alikuwa mtu kama mimi, na mtu anapelekwa pale na ziko pale anaamuka haya. Watu wanashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa sababu ya mifupa ya Elijah. Ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Tutembee na hizo nguvu. Tutembee na hizo nguvu. Roho wa Mungu ikiwa ndani yako atakuelekeza. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo ndiye nguvu. As long as you receive the Holy Spirit, already you have that powers. Bwana Yesu asifiwe. Uko na hizo nguvu. Hatuhitaji timu kufanya mambo ya titu zile kadabra hapa kugaragaza watu hapa. No. You have power as mama. You have power as a man. You have power to declare that those hizo nguvu zimewapossess zitoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Gai, na hii neno unajua nitaka hata kuelezea inachukua muda sana. So, the power that raised Jesus was not human strength, not angels, not nature. It was the Holy Spirit of God. It was not nature. Bwana Yesu asifiwe. Sio scientist. Unajua scientists wamejaribu kufanya hata vitu zote, wamejaribu kufanya hata ile kwenda kutengeneza ile kitu inatembea na inaongea inakaa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Those are scientists wanajaribu kuweka battery. Unaweka battery ya kukaa ukichajiwa. Wanaweka hiyo vitu ndio mtu azaliwe hapo. Ati sasa hiyo mtu afanye nini? Na nimeambiwa ziko, latest tu ziko. Sio zile tunaona kwa ziko. Hata zingine ni security inaenda hivi. Hata inaenda kupea mtu security. Let me tell you that power of God, of the Holy Spirit is different na hizo power. Bwana Yesu asifiwe. Ni tofauti na hizo. Maana hizo ni battery hizo ni nguvu za battery. Bwana apewe sifa. So tunaambiwa ya kwamba those strength is not human being strength. Hizo power si nguvu za mwanadamu. Ni nguvu za kutoka kwa Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So when Jesus body lays lifeless in two,
It was the Holy Spirit who entered that tomb and filled him with life again. Katika maisha yetu ni kama vile nilikuwa nimwambia mbeleni, tunaweza kuwa katika hali ambayo haieleweki. Lifeless life. Bwana Yesu asifiwe. Hatuko mbele wala nyuma. Watu yani umekuwa reject. You are somewhere you cannot do anything. Yani sometimes naangalia hivyo watu saingine katika hii maisha unaona mtu haki. Ukitembea kwa street unakuta mtu ambaye ako kwa barabarani amejifunga makaratasi. Lifeless life. Yani hana maisha. Like let me tell you, in that situation, Roho wa Mungu akiingia badilisha hiyo maisha, you never hutaweza kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Kama yule mtu tulikuwa tunaona kwamba anaishi kwa miti huko juu, sijui kama mliona. There was something that happened. Kuna yule mtu maisha yake yalibadilika mara moja tu. Alikuwa lifeless. Yani alikuwa mtu hana maisha, yani anaishi tu, hana kwao, hana nini, lakini kwa sababu Mungu amemuona na amemspot, ametumia watu. Hizo si nguvu za watu zilienda kumuokoa, ni nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo today ninataka kuwaambia hivyo siku ya leo kwamba kunaweza kuwa katika maisha yako kuna vitu vinakuzuia kuendelea. Kubali Roho wa Mungu afanye kazi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kubali tu Roho wa Mungu afanye kazi ndani yako. Haijalishi wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi wewe ni mrefu mfupi. Ukikubalisha Roho wa Mungu tu aingie ndani yako, your life will never be the same again. Mimi sisumbuliwi na mambo. Na ninatangaza hili mbele yenu na mbele ya madhabahu hii. I will never struggle in my life. Bwana Yesu asifiwe. Even when I see my son is sick, I will never atikuwa na hiyo kitu ati nikuwe kana kwamba ni the first child kukua mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. I will never have that thing katika maisha yangu because I'm carrying power. Nitaenda nitangazia huyo mtoto kwa jina la Yesu ya kwamba hiyo ugonjwa alio nao si wake, na hiyo ugonjwa kuanzia saa hiyo itoke kwa jina la Yesu. Na inatina inaondoka. Genesis chapter number 1 verse 2. The Spirit of God moved over the waters before creation began. The same Spirit that created the world recreated life in Christ. The same Spirit, the same power that recreated the world. And that's why nimetangulia nikamwambia kwamba you have that power to create something. Hallelujah. That is formless. Kitu ambacho hakiko, uko na hizo nguvu za kukitengeneza. Afya hakuna, uko na nguvu za kutengeneza afya njema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Hatuna vyombo na hatuna pesa, tuko na nguvu za kutangaza pesa ziwe na ziwe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Because we have that power, tuko na hizo nguvu. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa nguvu na mamlaka. Hakuwapea nguvu za silaha na amana ile nyundo akimana kifui. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwapea hizo vitu. Hakuwapea farasi mingi na jeshi waende wakafukuse mapepo. Bwana Yesu asifiwe. But aliwapa nguvu ambaye ni Roho Mtakatifu. Pokeeni. Mkienda mkute wagonjwa, mkienda mkute magonjwa aina yote, udhaifu wote, muitoe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali walienda mambo makubwa yalitendeka. They came back wakianza kufurahia kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. So na sisi pia tunapaswa tujue namna hiyo, that we have that power in Jesus' mighty name. So inasema hivi, when you receive the Holy Spirit, you receive the same resurrection power defeated death itself. When you receive the Holy Spirit, you receive the same resurrection power. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua mtapokea. Nitaomba mpokee hizo roho. Na Roho wa Mungu hawezi pokelewa nikuja hapa niwapatie, pokeeni. Bwana Yesu asifiwe. Ninapokeawa namna gani?
Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na imani, kwa sababu imani ni bayana ya mambo ambayo hayako, haiwezi onekana, haionekani, inakaa kana kwamba iko. Bwana Yesu asifiwe. That there is that Holy Spirit. You will never see how your Holy Spirit. Ujaiona huyo Holy Spirit, lakini you believe that Holy Spirit ako pamoja na wewe. Nimempokea kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. You are not powerless. Hivyo ndivyo natangaza kwa siku ya leo. We are not powerless. Tunazo nguvu. Hallelujah. Yeah, we have that power. Katika jina la Yesu. We are not powerless. You carry resurrection DNA inside you. Bwana Yesu asifiwe. Ukitolewa damu ipimwe, nguvu zilizoko ndani yako ni zile zilimvuvua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme imani kubwa. Ukipimwa zile damu, zile DNA zitatoka hapo, is that you have that power. That power inatubadilisha, inatufanya kuwa kiumbe kipya. Wakati utazipokea zile nguvu za Roho Mtakatifu, zinakubadilisha, unakuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Zinakubadilisha, unakuwa nini? Kiumbe kipya. Sasa unakuwa kiumbe kile kilikuwa dhaifu kinaondoka. Kiumbe kile kilikuwa na wasiwasi kinaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mtu aoka kapia kwa ina. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akisimama mbele yetu hapa hawezi sema maneno mawili matatu, anatetemeka. So wakati utampokea yeye Roho Mtakatifu, anakuondoa katika hiyo moto, hiyo mwili ambayo ina madhaifu yake, anakuleta katika hiyo mwili ulio na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yes. Tunakuwa na maisha mengine. Mimi nafurahia sana kwa sababu mimi ni baba. So ninaelewaga ninapotangazia mtoto wangu kitu, ninakuwa na imani kwa sababu ninajua ya kwamba the power that I'm carrying sio ile ya DNA peke yake ya damu. Nina nguvu zingine katika ulimwengu wa kiroho ambazo nikiunganisha na zile za damu, mambo yanatendeka katika maisha ya watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. So hakuna siku mimi ninaamini ya kwamba watoto wangu watakuwa mikia, because nikiwa ninaishi siamini ya kwamba kuna watoto wangu watakuwa mikia. Bwana Yesu asifiwe. Siamini kuna mtoto wangu atakuwa mkia. Nikiwa ninaishi hai, hakuna mtoto wangu anaweza kuwa mkia. Therefore, in any man in Christ, he is a new creature. Aliye ndani ya Yesu Kristo, aliyebeba Roho Mtakatifu ndani yake, anazo nguvu mpya, anayo maisha mapya. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. So we are now, tuko na uwezo sasa wa kusema kitu. Bila tumekusanyika hapa, we have power. Tuseme ya kwamba tuondoe hizi vitu za white na tuweke za blue, haitakuwa. Bwana asifiwe. We have that power ya kusema tuondoe hizi vitu za blue, tuweke za white. We have power to declare something. Mtu akiwa mgonjwa, akiwa kule hapo, tukiwa hapa katika madhabahu, tunatangaza pokea uponyaji Milka, pokea uponyaji Eunice, pokea uponyaji fulani, na anapokea akiwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hatuhitaji kwenda kwa mtu, hatuhitaji kwenda kufanya vitu. We have that power that raised Jesus from the dead. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I hope tumeelewa vile nasema. Niendelee kumalizia na kusema hivi. There was a time Mungu alitembea katika wakati wa Ezekieli. Soma Ezekieli 7. Na Mungu akapeleka Ezekieli mahali.
na akawa Ezekiel kuona mifupa ambayo ilikuwa mikavu. Na Mungu alimuuliza swali, hii mifupa yaweza rudi hai? Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Mungu anamuuliza, hii mifupa yaweza rudi hai? Nani anaweza kusomea? Lakini Ezekiel anamwambia Mungu ya kwamba mimi sijui, lakini wewe ndiye unajua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. So Mungu anamdhihirishia kwamba kunazo nguvu zinazoweza kutoa mtu katika wafu, katika ufu, ama katika ile lugha yote tutatumia ya kumrejesha katika uhai wake. Bwana asifiwe. Kunazo nguvu kwa jina la Yesu. Inaweza kuwa ya kwamba ndoto zako ulizokuwa nazo zinakaa zinafeli. There is that power in your life. Maybe your joy ishaondoka, furaha yako ishaondoka. There is joy in you, the name of the Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Ama labda umefika mahali umeruhusu matumaini, umekosa matumaini katika maisha yako. Yaani hauna hope, yaani unaonaga tu, yaani mimi naishi tu naishi. No, kuna watu wanaishi namna hiyo. Kuna wakati niliishi namna hiyo. Yaani nilikuwa naona ya kwamba naishi tu niishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa naishi Nakuru wakati huo. Na siku moja nikachukuliwa kazi ya watchman. Lakini nilipochukuliwa hiyo kazi ya watchman, nikawekwa kwa gate, kwa mahali ambako hakuna kanyumba ya kujistiri baridi. Hapo kuna kimutaro ya sewage au mahali niliwekewa. Ukienda Nakuru utaona mahali imeandikwa KNTC ya serikali, hiyo ni ya serikali. Mahali kunawekwa simiti, kunawekwa vitu. Ilikuwa imefungagwa lakini kawani wakawa strong. Mimi nimewekwa pale kwa gate. Hakuna kitu ya kujistiri baridi. Nikiwa pale mawazo ni mingi, maana umbu inakaa kama hizi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umbu ni male makubwa, makubwa. Inakaa kama hizi. So nikakaa nikajiuliza, sasa kwetu nikirudi kwetu nitaenda kuishi wapi? Hakuna makao, hakuna maisha. Sasa na mimi pia ninaishi nyumba ni shilingi 300, bali ni shilingi 300. Yaani mshahara yenye ninapewa ni shilingi 2,000 hadi na 800, 2,800. So najaribu kuimagine watoto ambao wako nyumbani. Ninajaribu kuimagine maisha yenye ninaishi mahali nimewekwa sasa. Ninakosa matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Lakini katika hali hiyo ambayo uko, hapo ndipo Jehova anajidhihirishia. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo Jehova anafanya nini? Anajidhihirishia. Na kwa sababu sitaki kuendelea kutoka hapo, nitaendelea next Sunday. Niwaambia kwamba nguvu za Roho Mtakatifu ambazo ziko ndani yetu zitatuwezesha kwenda mbali sana. Tukikubali kumpokea Roho Mtakatifu akae ndani yetu, atatusaidia katika jina la Yesu. Niwaambie kitu moja. Wakati hizo nguvu zitaingia ndani yako, hakuna kitu utawaiona kikubwa katika hiyo ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ni frustration gani sasa utakutana nazo zikushinde? Ni nini utakutana nacho zikushinde? Bwana Yesu asifiwe. Because you have power, you can declare something. Mimi nasema hata watu wanifanyie nini, I will never become angry. Sitawahi kasirika. Na nasema ya kwamba sitawahi kubali roho yangu ikae na vitu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Because now it is not me ambaye anaishi, ni Roho wa Mungu aliye ndani yangu ananiwezesha kuishi. Na anaishi ndani yangu.
Bwana Yesu asifiwe. So hakuna siku mimi nitakuwa nikiwa wa roho mbili. Nina roho ya kuweka vitu na nina roho ya kuweka Mungu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Najua nimeextend maana naona mvua inanyesha na kula kitu anaweza enda na kula. Bwana asifiwe. So nimetaka kuatia moyo niwaambie kwamba hata kama tutafika hali gani kanisa, hata kama tutafika mahali gani, hata kama utafika mahali gani, usikia kwamba you are frustrated. Yaani katika maisha yako hakuna mbele wala nyuma. Yaani hakuna mtu unaweza mwambia shida zako. Tunaona kila mtu kimwambia anaweza kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. What I'm trying to say, we have that power. We have that Holy Spirit ya kumwambia mambo ya kwamba show up, wewe jidhihirishe katika maisha yangu. Jidhihirishe na najidhihirisha. I'm happy today. I'm a happy man today because there is something that he has done to me. Bwana Yesu asifiwe. I'm happy today because there is something that he has done to me. Hakuna mambo amenifanyia. Kuna mambo amenifanyia. Mimi nikisimama hapa, I know from the deep of my heart what he has done to me. Bwana Yesu asifiwe. Atakutendea hata wewe sister. Dokane kinyado yone bio. Daiwa aliagedo godamaka. Dauga. Oyo nenda gita. Oyo ni mundu hana gudikora hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si ndio? Watu wanaweza kudharau. Ndio uko na pengo, tu uko na pengo. But let me tell you one thing. That jicho la Bwana linakuangazia. Jicho la Bwana linakuelekeza. You can be struggling like that, like now. Kama sasa hivi inaweza kuwa unang'ang'ana. But kuna siku kuna jioni inafika upambazuke, watu waulizane, "Elimu tumwile tule." Bwana Yesu asifiwe. Ni fulani. Bwana asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Yeah. He can change your life totally. Na uone maisha yako imekuwa sawa. So, ni nini nataka kuinsist katika siku ya leo? Wacheni tujitambue. Shetani tusikubali kumpa nafasi ndani yetu at waste. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kutojijua. Biblia katika kitabu cha Hosea inasema ya kwamba watoto wa Mungu wanaangamia kwa sababu ya kutojua. Na ninasema mimi naongezeka hapo, si kutojua. Right now I am preaching about the power that is in you. But you will find yourself you are not practicing ama ufanyi practice ku demonstrate ya kwamba uko na hizo nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Uonyeshe kwamba uko na hizo nguvu. You are just sitting, you are just relaxing. Na unaona tu mtu anagojeka mahali na unawezi omba na uwezi dhihirisha hizo nguvu. Unaona tu mtu anaangamia na unasema wewe ndio jirani. You are the one, you are the first person to get huyu ni kwenda naenda. And you are carrying that power. Doesn't matter whether ni wetu wenu mtu wenu ama si mtu wenu. But as long as you have that power, you can heal anybody. Bwana Yesu asifiwe. You can heal anybody ambaye anapita katika maisha yako. Bwana asifiwe. Last Wednesday tulikuwa hapa, sio? Na tukapata msichana mmoja alikuwa ameshafukuzwa mahali, hana mahali ya kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati tulikuwa hapa tunajaribu kuimagine huyu mtu ataenda wapi sasa? Sasa mtu atatuambeleka wapi huyu msichana? Na sisi tuko na tukiangalia nyumba zetu kule tuko hatuwezi, hatuna nafasi. Tutampeleka wapi? So akili ikakuja mara moja nimpeleke mahali fulani. Hata na akaenda akapata kibali akakubalika mahali pale. The following day kitu around saa 9 alinipigia simu. Akaniambia, "Pastor, Mungu ametenda, nimepata kazi." Bwana Yesu asifiwe. Wewe yule msichana alipata kazi. Nataka kusema nini? You can be somewhere, you are struggling, you don't know what to do. You don't know where to go. You don't know even who to tell your problem. But let me tell you, because you have that power in you. Let me tell you, the Holy Spirit will manifest. Lazima atajidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah.
kanisa kama hii, hata huduma kama hii, waweza fika mahali, naweza fika mahali nisikika na kwamba hakuna mtu anataka kuniona, hakuna mtu anataka kunisikia. But let me tell you, yule nguvu aliye ndani yangu, yule roho aliye ndani yangu, huyo ni wa ajabu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea na utamu huo mwingine next Sunday, lakini naamini Bwana atatubariki katika jina la Yesu. Nataka mkienda manyumbani kwenu, wale watakuhudhuria katika hii mwezi na mwezi ujao, tugawane hiyo baraka, na tunapoenda makwetu kama tutaenda tukwende makwetu kwa na baraka kwa jina la Yesu. Mkitembea mkibebwa na gari, unajua mimi kuna wakati nilikuwa nateremka pale bypass na bebwa na basi. Bwana asifiwe. Basi kiteremka hapo na pressure kanaanza kupanda. Yaani naanza kuona kana kwamba hii gari inaweza ingia kwa mtaa. Ukimagine ile gari iliingia kwa mtaro pale Ngong, ile barabara ya Ngong, ka pressure kanaanza kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Yaani una imagine the way ile inateremka. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kuona ya kwamba niko dietoradi. But let me tell you, if you have that power of the Holy Spirit in you, Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Hakuna kitu kitakushtua. Niliambiaga hiyo roho ya kunionyeshaga hivyo ishinde kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ninakaa ni mimi mkombozi wa hao watu walioko ndani ya hiyo gari. Na nilisema siku zote nitaenda, niende Nakuru, niende wapi? Mimi ndiye mkombozi wa ile gari ambayo nitaingia. Bwana Yesu asifiwe. So God bless you so much. Tutaendelea next Sunday na naamini Bwana atatubariki kwa jina la Yesu.